Mungu amempenda zaidi mzee Kwilasa, amelala ataacha historia. Huyo mgonjwa unategemea kwamba labda wiki ijayo mgonjwa wa kwangu hafi mtu. Anapiga wali na sare za kawaida mbele kwa. Kuwa na mgonjwa hafi ni mzigo, si mzigo. Anasema Mungu akatengeneza familia zitengeneze nuru. Mama afanye kazi na baba afanye kazi. Kwa mfano, Mama Kwilasa, umeingia na 800,000, mimi na 1,000,000. Nani atamchisha mwenzake? Leo tunanyanyasana kwa sababu ya umasikini. Wewe tangu umeolewa ni mama cha kupewa. Miguu inawaka moto, kiuno kinaliwa na dubu. Jioni unamaliza kilo 5. Nipungieni mkono kwa pamoja. Bwana asifiwe. Masikini huchukiwa hata na jirani. Kwani kinacho kufanya ujiliza si umasikini tu? Baba yako amekuja umemchinjia kuku masimango 500. Baba yako amekuja hapa na TV hakika nikamlisha jogo zangu zote. Nimekuwa hapa Geita hapa nimechunga miaka iliyopita. Limama limoja lisimbe la dunia limetenga 20 milioni kuteka ndoa za wajinga. Saa 8 dumu la supu. Bwana asifiwe. Wewe mwanamume unamgongesha michembe na magimbi kwenye karina ya leo. Tupungiane mkono kwa pamoja. Paze nikumbuke ndoa yangu. Mwanamume ametegwa na limshangazi. Anakula vizuri, wanaume wote ni mlo. Bwana asifiwe. Hakuna mwanamume anaishi kwa suti. Suti ni za show. Mwanamume ni msosi. Muulize Esau na Adam. Mwanamume piga magimbi asubuhi na matembele kwenye karina ya leo. Hata mnao waita eti baza mume wangu haeleweki na mbele wala nyuma. Si kweli. Wewe mtu anaishi jioni michembe, ugali sijui jioni. Sikiliza, mwanamume yote yule. Punga mkono kwa pamoja. Tunanyweshwa mamikojo ya punda jamani. Wanaume wote ambao hamkwenda saa munge mliosalia, njoni mtumie energy ya kisasa. Tunanyweshwa mikojo ya punda. Kisa ni nini? Una mwanamke hajui uumbaji. Mwanamume msagie debe 2 za karoti, changanya na magimbi. Bwana asifiwe. Saa 8 yuko fresh, yuko nyumbani ametulia. Kwani kinachotufanya kuepa majukumu ni nini? Si tunaishi kwa energy, kwa booster. Mama yupo tu amebana kuimba kwa ledoro sododododo. Mwanamke umba ndoa yako. Bwana asifiwe. Unaachwa na viatu vya michuchumilio? Hapana. Mama umba ndoa yako. Anasema Mungu akasema na iwe Mama tengeneza nuru kwenye ndoa yako. Nilikuwa hapa Katoro juzi. Kuna midadi imetengenezwa. Ukiamka tu imefua. Imeweka mtu. Imepiga pasi. Wewe shuga tangu Januari liko pale. Ewe nipungia. Umba ndoa yako mama, baba, umba ndoa yako. Usivalie miwani ndoa. Iumbe upya. Bwana asifiwe. Unabaki unajiliza kwenye ndoa hivi una akili. Asa, ndoa yangu inaniuma. Ndio mama walioninyang'anya. Wanasema nina miaka 105. Wewe uwezi wajiuza kwamba mpaka uganyang'anya na mama wa miaka 105. Mimi ningekuwa mwanamke ninaoga mara 7 kama Naamani. Bwana asifiwe. Mama umba ndoa yako. Bwana asifiwe. Usifanyie kikao cha ukoo. Nimekuita shemeji. Mimi naona niende nyumbani ataniletea ukimwi. Nyumbani ukimwi upo. Acheni utapeli jamani. Wanaume unashindwa kuumba ndoa yako, kila siku unamwitia kitongoji.
Kitongoji unayemwita mke wake alishalala mbele miaka 7. Na wapenda vitongoji siku hizi, kitongoji akienda mwanamke ambaye hapa amepigwa pasi, kwani atarudi? Huwezi shemeji kurudi. Mzee Kilasa nimeona ana hasira kama za dubu. Sikiliza, saa 8 za usiku anagonga, mama eleweka hii mama. Mke wangu alale kwa balozi, kwa kitongoji, eti kesho ndio atasuluhishwa. Mama Kilasa jaribu. Na uzee wangu sitakuelewa. Maana mpaka mke akalale kwa balozi kuna sababu. Mwanamume amekosekana muumbaji wa ndoa. Mwanamke unaye muumba, unamchola, unamuumba, akasema na iwe no. Wewe kwenye ndoa yako kila mwaka giza. Giza. Likawa giza. Ivalia t-shirt za gold ndoa. Achana na gold GGM ndoa, acha itwe ndoa. Siku ya kwanza Mungu akaumba, akafanya nuru. Jamani, akafanya nini jamani? Siku ya pili akatengeneza anga. Ya tatu mianga, miche ya aina zote. Mianga mitatu, nyangumi mkubwa na ndege. Akamfanya mtu kwa mfano. Sikiliza. Huu ulikuwa ni mkakati wa Mungu wa ndoa. Adamu angeumbwa kwanza, alafu ndio vitu vingine vingemfuata. Angepotea mara 4. Vitu vingine vyote kwanza vikatengenezwa. Adamu akaambiwa tuilime bustani na kuifanyia jamani. Leo kuna mwanaume mashamba kuilima bustani. Umekabidhiwa mtoto. Ziwa limetulia kama corona. Limetulia. Kuilima na kuitunza bustani hujui. Kila siku anaitwa kitongoji ndio. Hivi nikuulize, kila siku kitongoji ndio msemaji wa ndoa yako. Una akili, unarukili. Sasa shemeji, kwa sababu mume wako amesema yaishe. Mimi nilikuwa naona tu shemeji, kwa sababu na watoto 9 kwenda kuanza namba 1. Mama, umba ndoa yako upya, inawezekana. Tengeneza mianga. Fuga kuku. Hivi mwanamume amejichanganya akakuta jogoo wawili umewachinja kwa wakati mngapi? Wa kulosi na wa kukausha. Mmegombana ndio mnaishia dagaa za Kigoma. Ni mzigo sio mzigo? Yaani akipiga nusu lita ya supu, unaona macho amechanganya. Kwa kweli mke wangu na uache ujinga yaishe. Ila mkigombana ndio kaweka matembele na dagaa. Ni mzigo sio mzigo? Mwanamume na mwanamke wameumbwa wote kwa mfano wa sura nani jamani? Wana uwezo wa kufikiri na kutenda. Shetani ndiye ametunyang'anya ndoa. Mwingine mtafutaji, mwingine mgonjwa. Miguu inawaka moto ila hafi. Hebu nisikilizie muziki. Ila wewe mama, si nitakupa umalizie somo. Wewe mama tulia. Nashughulika uona ambavyo shetani ameshajimilikisha ndoa zetu. Mwingine ni mtumwa. Akiamka asubuhi anazama kwenye maduara kama nyani. Anapiga huko, anapiga anatoka na fero. Akija nyumbani anaikuta chuma ulete. Baba Joy, leo tunakula nondo au kokoto za ruzu. Sema sasa. Mwenzako hana shukrani kwamba mume wangu pole leo umeko. Hiyo haipo. Kiendacho kwa mganga si leo ndoa tu ni biashara. Ili ujue leo ndoa ni biashara. Angalia kila siku unalipia TRA. Kila siku kuna mtonyo. Uliza wala ambao ndoa hazina chochote. Hata kuagana ni shida.
Mmoja akitoka kama dogi, mwingine naye amenuna kama dubu. Sinikwambia tangu umeniacha baba Happy kifua kinabana kinatibia kike. Sikiliza, kinachofanya kututesa ni umasikini. Ndoa ya masikini sawa sawa na kuisukuma fuso bila matairi. Utapanuka moyo. Mwanamume, hujui kuumba ndoa yako, paka unalishwa na mwanamke. Pasa kwa kweli mimi niende nyumbani nimechoka. Mwenzangu leo ni miaka 7 namulisha. Hivi ukifikia hatua ya kulishwa na mwanamke, ni musukule ni mtu. Misukule haimbi kwaya. Hainigi tai. Haijakalia vitu vya kanisa na matendi. Ogopa sana kuolewa na msukule. Nitaje sifa za msukule. Nitaje sifa za msukule. Mwanadamu yoyote yule asiye na mipango ni sawa sawa na maiti inayotembea. Ogopa sana ndoa ya maiti wawili. Mama, Mungu alianza na ndoa ya Adamu au alianza na uchumi? Leo kijana hana chochote. Ameamini tu kwenye TMI akaazima tai na mzee Kwilasa. Nimeona binti hapa nyumbani nimefukuzwa kwa sababu ya TMI. Hapa nimeona Pendo. Mama naye ana miaka 7 mabinti hawajaolewa. Karibu baba, ni muujiza wa Mungu. Watoto wameuzwa kwa dubu. Wanaliwa na dubu. Mama anaimba kwaya. Watoto wanaliwa na dubu. Wewe mwanao umemtunza, umemsomesha, unamkabidhi dubu. Kijana hana lolote. Mkoti wa kamati, viatu vya kamati, mwe mnamalizia na kadhalika na ya ndani, yani kila kitu ni kamati. Huyo mtoto ameolewa na mtu au na msukule, na mama anapia vigelegele umbea tu. Mtoto ameenda na dudu mtu. Kijana hajiwezi, anajua tukurudisha kiuno nyuma lesa dudu. Tupungiane mikono kwa watu kwa pamoja. Bwana asifiwe. Watoto msiende kuwakabidhi dubu. Bwana asifiwe. Ndio maana unaona ndoa zetu sio kwenye unabii wa Daniel chuma na nini jamani, hazitashikamana. Masikini na tajiri hawatashikamana. Tangu ameolewa miaka 40 kwenye ndoa ni tegemezi tu. Kiamka baba, kitovu kinaliwa na mbweha, nipe Panadol. Yani hajui hata kutafuta Panadol ya 200 mama. Yani kubeba mimba tu mpaka mfuko ulishateremka hivi. Sikiliza. Mwanadamu ameumbwa akabarikiwa ili aendeleze uumbaji. Ili aendeleze nini jamani? Hujaumbwa ili uwe mzigo kwa dunia. Mtu mzimu unamwona nywele imelamba wese, kumbe akili hazimo wapi? Ndio wanaokuja kwenye makambi kila mwaka mpaka jamani, sadaka ya kambi jamani. Kesho tunatikiza miganda. Bila kutikisa miganda huoni hata shilingi ngapi? Kwani hapa naongea na matapeli mangapi ya familia? Familia nzima hawajatoa sadaka ya kambi. Nenda kwa watoto kule. Wana don't touch kama Waislamu. Suradi tangu Jumatatu. Ile. Mama ana sare 700. Ubinafsi tosha. Miguu inawaka moto. Viatu vya kuimbia vya fulati. Paka ameongeza na ulagai. Mme wangu, naona hunipendi, macho yangu yana konokono, ninunulie miwani. Umenunuliwa miwani bado huna shukrani. Ndoa ni uumbaji. Bwana asifiwe. Ya kwanza weka nuru. Ya tatu weka aina zote za mimea. Weka magimbi. Weka karoti. Kuna mwanamume anaenda wapi? Watu nao tunaona tunakimbia familia. Ni maisha magumu. Ndio maana na tunajibana kwa masimbe, linakulisha na kutunza. Suti za 500. Wakwako hata shati la mtumba ni mama sijiwezi. Unategemea wapi kuna unafupi? Sasa petroli inapanda. Ukipata mtu anakulegezea mzigo unafanyaje? Tupungiane mkono za unangalala pesa. Ameoa li mshangazi.
Mbona wewe dogo umeachwa? Mwanamume ni matunzo, ilime na kuitunza bustani. Bwana asifiwe. Ndoa ni bustani, lazima ilimwe na kutunzwa, isielezewe magonjwa na umasikini. Wanaonielewa punge mkao tuko pamoja. Mabinti mnaoolewa na kamati, hujaolewa na kijana, umeolewa na kamati. Nani upelewe kwenye ukumbi? Binti yangu mwaka fulani akapata mchumba hapa Geita. Pasa nimepata mchumba baba, tuombe kwanza. Namshukuru Mungu, amesikia maombi yangu, nimepata mchumba baba, tutafute ukumbi. Nikamwangalia mwanangu, ukumbi. Yaani nichangishe hela ya wanyonge, ya wajane, ili we mtoto wa mchungaji uende kwenye ukumbi. Binti nikaona amebadilika uso kama wa Nebukadneza. Wanaonielewa nyosha mkono juu. Kamwambia mwanangu, kama Mungu aishivyo, kama Mungu hapata kuwa na kamati, nataka nikufundishe kitu. Na mama yake alikuwa ameketi kwenye sofa ya kienyeji hivi. Nikakaza buti. Kwa sababu gani? Watoto tunawafanya kuwa tegemezi kwa kukosa nini? Binti tukaandaa mambo yake, tukamwandalia kasherehe kawaida mno. Hivi nasikia sherehe za kawaida. Sivi mara kujigundeka kufanya hivyo. Binti akatulia tu anachapa kazi mpaka tunasonga. Na mimi namcholeshea tu. Binti leo ni mkulima, anamiliki ekari 67, mtoto wa kike. Eka 67, mtoto wa kike. Nani mke wa mtu anaweka 20 hapa? Mtoto wa kike. Saa kwake. Si za kuhongwa. Simu ulio na watu ina maelezo, meshagombania miaka 7. Haieleweki aliyeinunua. Pasa tulichogombania ni simu niliachwa na mdogo wangu marehemu. Yeye ameninganiza ni ya Jonathan. Nipungieni mkono kwa dua pamoja. Kwani ndoa nyingi zinagombania simu za kuhongwa? We mke wa mtu ukamiliki simu ya 800, mwanamume haijulikani mnafanya maombi. Bwana hajui simu imetoka wapi. Bulesi imetoka wapi? Anaishi kwa kutumia Wakorinto. Kuleni bila kuuliza Simameni tuombe, simameni tuombe. Simameni tuombe, kesho nitaendelea na somo hili mwahi. Sini ibada ya sanamu. Yaani mwanamume awe na simu, mke wangu hajui. Mke wangu awe na simu ya sijui. Hiyo nayo ni ndoa. Sini mkusanyiko wa watu. Siku moja mara ya kwanza mimi kununua simu kubwa, ninunua nikiwa hapa Geita. Mama akaniuliza na hii. Nilikuwa mkweli nikasema nimepewa na mshiriki mmoja wa Beseli. Nikawa mkweli kwa mke wa mtu, unalala na simu ya mchongo na unaimba nakuja na unapata amani kabisa. Huna shughuli. Ukimaliza makambi, magonjwa kutoka kwenye miguu inawaka moto inakomea kwenye kiuno. Kuanzia kwenye kiuno kuja kwenye matiti unasikia baridi ya yabisi. Hebu tupungiane mkono nyinyi wanandoa. Bwana asifiwe. Tuombe. Baba yetu, ikiwa ndoa yetu zingerudi kwenye misingi ya uumbaji, tungekuwa na ndoa zenye amani. Leo tumejaza ndoa za kitapeli. Mmoja tangu ameolewa ni mgonjwa, ila kuzaa kama kasuku. Mwingine kwa sababu anazo anamgandamiza mnyonge. Bila wewe Baba kuingilia ndoa zetu, naona pia box motoni kabisa. Labda uungu wako kwa soni wa rehema uingilie kati, ila tuna hali mbaya wanaume na wanawake. Paka vijana wamekata tamaa kuolewa, maana wameshaona ndoa ni fujo. Baba, kweli utamwaga roho wako kwa kundi la namna hiyo? Tunakuja kwenye makambi kizembe, tumekwazana eti kisa hakununuliwa viatu vya kwenye makambi. Sasa ni kuombe Baba, umba upya ndoa zetu Baba. Unaweza ukatenda muujiza kupitia kambi ili ndoa zetu kaziumba upya. Lakini mme na mke wote wafanye kazi, asipatikane mmoja kuitwa tegemezi. Ni unyonyaji na ukoloni mambo leo. Leo tunanyanyasana. Mwingine anachapa kazi, mwingine mgonjwa. Leo familia zimekuwa bugando ndogo. Ni mzigo kukaa na mgonjwa asiyekufa, ni mzigo eti Baba.
kulisha mgonjwa anayevaa vizuri, nywele inalamba wese, ila hafi. Kusema ukweli, Baba, lifanye kambi liwe huduma ya uponyaji. Tumeumizana, tumejeruhiana mno Baba. Bila neema yako kuingilia kati, huenda nani ajuaye kambi likawa la mwisho katika maisha yangu. Nani jioni ya leo anasema, hapa nimesimama. Mungu, naiona sura ya ndoa yangu, ina sura ya Mungu au ina sura ya Ibilisi? Wewe unajua. Hapa nimesimama. Mungu, naomba unisamehe. Nyosha mkono wako juu. Naiona Baba mikono yetu inakulilia, kwa sababu faida ya makambi ni kuleta maungamo na toba. Pokea mikono yetu na mioyo yetu. Ndoa zetu Baba zinanuka, zina usaha, zinahitaji kufungua mlango wa rehema, hazina matayarisho. Hebu juma hili kupitia mtumishi wako Pastor Mlozi, tenda muujiza katika ndoa yangu na ndoa ya yule baba. Naomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.